Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, waja wa Allah, waja wa Mwenyezi Mungu, hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini zaidi kuzitaka rehema na amani zimwendee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tutakuwa na sehemu ya 4 kati ya sehemu au hatua 101 katika elimu na malezi. Katika hatua hii ya 4 tunasema katika viumbe wote mwanadamu anahitaji zaidi malezi maalum na maarifa. Kazi na sanaa bora kabisa katika maisha ya mwanadamu ni kulea na kutengeneza mwanadamu au wanadamu wema na wazuri. Mwenyezi Mungu mtukufu katika kulijua hili aliwatuma mitume wake kama walimu, waelimishaji na walezi wakubwa kabisa wa mwanadamu. Kwa maneno mengine, kazi ya ulezi na ufundishaji ni kazi ya mitume. Hili linaonyesha wazi namna ambavyo malezi yanahitaji umakini ulio mkubwa sana, kwa sababu mwanadamu asipolelewa, matokeo yake hupatikana mwanadamu ambaye mwenye athari au mtu mwenye athari za unyama. Ndio maana utaona watu wanasema hivi, fulani ni mtu kweli? Yule sio mtu. Ukishaona jamii inaanza kusema yule ni mtu au sio mtu, maana yake au tafsiri yake kuna tatizo ambalo jamii yenyewe imeona, na inapofikia hatua watu wakasema fulani ni mtu bana, maana yake kuna majambo ya ziada yameonekana, au fulani hana ubinadamu kabisa. Maana yake yule katika hatua zake alizozipitia katika elimu na malezi, maana yake ni wazi kuna mapungufu aliyoyapitia. Sasa katika nukta hizi au katika nukta hii ya 4 tunaweza tukaona mpaka ambapo inasema kwamba mwanadamu anahitaji maarifa. Lazima maarifa hayo yaangaliwe kama ni maarifa ambayo yatamjenga kiakili, kifikra, ili aweze kuendana na mahitaji ya jamii kwa wakati huo, ambayo hatokwenda kinyume na maadili au hatokwenda kinyume na haki za kibinadamu. Tunasema kazi na sanaa bora kabisa katika maisha ya mwanadamu ni kulea. Jamani, hii kazi ya kulea ni hatari sana na ni mtihani mkubwa sana. Leo wanadamu hatulei, na wako baadhi ya watu wamefikia hatua ya kusema kwamba wanadamu wanafuga na sio kulea. Ni kwa sababu gani? Wanadamu wameacha jukumu lao la kulea. Tufahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwatuma mitume, sio kwa bahati mbaya. Kila mtume alifanya kazi kubwa sana. Mwenye kuhitaji ajaribu kuangalia mitume na watu ambao waliwakuta. Mitume wengi walikuta jamii ya watu waovu, watu wa hovyo, watu wakorofi, watu wasioelekezeka, watu wasioamrishika, lakini kwa kuwa walikuwa ni walezi na waelimishaji, waliifanya hiyo kazi. Kitu ambacho sisi wanadamu wa leo hatujifunzi vipi mitume walifanya kuhakikisha wanalea na kuelimisha kizazi au jamii, au ni hatua zipi walizozipitia katika elimu na malezi. Sisi tumekuwa tukibuni mifumo yetu na mambo yetu ambayo mwisho wa siku yamekuwa yanatupeleka katika upotevu. Kwa hiyo tufahamu ya kwamba mlezi, mwalimu yeyote yule na popote alipo amebeba kazi ya utume, na asipoitendea haki kazi ya kulea, akaenda kinyume na utaratibu ambao aliowekewa na Mwenyezi Mungu, akaacha kulea, lazima matokeo yake huwa yanamrejelea yeye mwenyewe. Mfano, wazazi wengi wameacha jukumu la kulea, na mwisho wa siku na watoto nao wakiwa watu wazima hawakumbuki kwamba na wao pia wana jukumu la kuwalea wazazi. Kwa hiyo ifahamike, ili mzazi uweze kulelewa na wewe baadaye, lazima umwandae kijana wako mwenye maarifa, mwenye malezi maalum, lakini pia aliyeelimishwa, mwenye elimu sahihi. Ndiyo na yeye ataweza kukulea vizuri na kwa maadili kulingana na jinsi ambavyo wewe ulivyomlea na ulivyomwandaa na ulivyomwelimisha. Kwa hiyo lifahamike hilo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.